Naam, umekuwa mwaka wa pandashuka katika sekta ya utalii, haswa pigo kuu ikiwa ni masuala ya usalama. Lakini licha ya hayo, sekta hiyo imeonekana kuimarika pakubwa. Mwanahabari wetu Sofia Mwakio ametuandalia taarifa kwa kina kuhusiana na jinsi sekta hiyo ilivyokuwa imeathirika na hatimaye kuanza kupanda ngazi za mafanikio. Sekta ya utalii ni mojawapo ya sekta ambazo licha ya changamoto za ukosefu wa usalama, sekta hiyo imeweza kuimarika. Pigo hilo la kiusalama lililotikisa sekta hiyo lilionekana kubadili mwendo wa kudorora na hatimaye kuimarika, haswa katika kipindi cha mwezi Juni pale mataifa ya kigeni yakiwemo Uingereza kuondoa vigezo vya usafiri kwa raia wake katika maeneo tofauti ikiwemo Lamu na Kilifi. Wadau katika sekta hiyo walipokea vyema hatua ya balozi wa Uingereza humu nchini Christian Tana kutangaza utulivu wa humu nchini kwa watalii kuzuru. Baada ya kuondolewa kwa marufuku za usafiri humu nchini, mambo yalionekana kufunguka, haswa pale kaunti ya Mombasa ilipoweza kupokea meli kadhaa za kitalii zikiwemo Silver Whispers, MS Nautica na MS Insignia miongoni mwa nyinginezo zilizokuwa zimebeba watalii, hali iliyochangia pakubwa kuimarika kwa biashara katika hoteli mbalimbali. Sasa tena mambo ya maharamia baharini hakuna tena, na pia usalama katika Kenya umeimarika, na sasa meli zimeanza kuja. Tukiendelea hivyo tukishikamana na tukisaidiana na pamoja na Kenya Ports Authority na kaunti ya Mombasa na serikali kuu, national government, na vile nchi ambazo zimetusaidia sana kwa kuondoa travel advisories, tunajua kwamba utalii utazidi kuboreshwa hasa kwa upande wa cruise tourism. Hata hivyo, mwenyekiti wa chama cha wadau wa utalii ukanda wa Pwani na Kenya kwa jumla, Mohamed Hersi, alipendekeza kutengewa kwa eneo maalum la watalii kupokelewa wakati meli hizo zinapotia nanga. Ningesihi shirika la Kenya Ports Authority waweze kutengeza ile terminal pale pa makaribisho. Sasa hizi ukiangalia, sisi tunapokea wageni kwenye yadi ya makonteina, tunapokea wageni sehemu ambayo ilikuwa imeachiwa reli ya miaka 60-70. Haifai kamwe. Ni kama ndege leo kutoa Mombasa alafu sehemu ya kupokea wageni ni mahali pa container. Mwezi Novemba, mabadiliko katika baraza la mawaziri na makatibu wa kudumu yalifanywa na Rais Uhuru Kenyatta na hatimaye kumteua Najib Balala aliyekuwa waziri wa madini kuchukua nafasi ya aliyekuwa waziri wa utalii Phyllis Kandie. Ulipokelewa vyema na wadau katika sekta ya utalii, wakiitaja kama hatua itakayosaidia pakubwa kuimarisha sekta hiyo. Tourism, Najib Balala. Baadhi ya mikakati inayosemekana kuchangia katika kuimarika kwa sekta hiyo kufikia sasa ni kuboreshwa kwa usalama katika sehemu za kujivinjari na fuo za bahari, sawia na ruhusa ya kutua kwa ndege aina ya chata katika kaunti ya Mombasa inayopokea idadi kubwa ya watalii katika kipindi hiki cha shamra. Hakikishia kuna usalama hapa. Wale hawajafika waje, wasiogope. Kuna jambo hili au lile, hapa kuna usalama wa kutosha, watu watembee Mombasa. Tumesaidiana na mwenzangu OCPD Kisauni, Mr. Ngatia na wengine wote, tumesaidiana vilivyo kuhakikisha kwamba upande wa barabara, the flow ya watu kuja kwa beach na kurudi manyumbani iko sawa, na usalama wao pia uko hapa. Hata hivyo, viongozi na wadau husika katika sekta hiyo ya utalii wanapania kufanya misururu ya mikutano ili kujadili mbinu na namna watakavyozidi kuimarisha sekta hiyo inayochangia pakubwa katika pato la nchi hii. Sofia Mwakio, Pwani TV.